Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu zangu katika iman, tukianza kumzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi naamini hatuwezi kummaliza, ila naomba tugusie historia yake kwa ufupi. Hebu turudi nyuma kidogo na tuifunue akili yetu kwa kujiuliza, imekuja kujaje nuru hii? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuja kwake kuna mafunzo makubwa ndani yake, na kila stepu aliyoipiga katika historia ya maisha yake kuna ibra. Tangia Abdullah kabla ya kumuoa mama Amina mpaka mwisho wa maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hebu tufunge mkanda vizuri, tuianze safari yetu na tukapige hodi katika nyumba ya Abdul Muttalib, baba yake Abdullah ambaye ni babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baadhi ya wanazuoni wa kihistoria wanasema Abdullah ambaye ni baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka kuchinjwa, na ilikuwa hivi: Abdul Muttalib babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku katika masiku alizozana na wenzake katika kuchimba kisima. Wale wenzake wakamtusi kwa kumwambia, ewe Abdul Muttalib, vipi unanyanyua sauti yako juu yetu wakati wewe huna mtoto wa kiume hata mmoja? Ni kweli zama zile, kama huna mtoto wa kiume unaonekana mtu duni kabisa. Ndio zama zile za ujahilia, watoto wa kike walikuwa wakiwachukia mno, wakizikwa wakiwa hai. Wanasema watoto wa kike hawana msaada wowote, wao ni kulia na kupokea tu kutoka kwa waume zao. Mara sukari hamna, chumvi imeisha, kazi kuimba na kulia tu. Hawa ni aibu tukuwa nao. Subhanallah, inalelewa mimba kwa taabu miezi 9. Mwisho wa siku akisikia tu mkewe kajifungua mtoto wa kike, basi kwanza sura inavimba, chuki na hasira vinampanda kichwani. Kwa nini mtoto wa kike? Maamuzi yake hapo ni kuchimba shimo na kumzika, tena kitoto kikiwa hai maskini, hakina hata hatia. Kisa anaogopa aibu na fedheha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Japokuwa wengine walilifanya hili kwa siri, lakini Qur'ani tukufu imelibainisha wazi wazi jambo hili kupitia Surat An-Nahli, sura ya 16 aya 58 hadi 59, baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala saa ma yahkumun. Sadaqallahul azim. Tafsiri ya aya hizi ni kwamba, na mmoja wao akibashiriwa kwa msichana, uso wake unasawijika, naye kajaa chuki, anajificha asionekane na watu kwa ubaya wa alivyobashiriwa. Je, akae naye juu ya fedheha hiyo au amfukie udongoni? Tazama uovu wa wanavyohukumu.
Pia Qur'ani tukufu haikumwacha tu mtoto wa kike adhalilike vile alivyodhalilishwa kipindi kile bila ya kupita hukumu yoyote. Surat At-Takwir sura ya 81 aya ya 8 hadi ya 9, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Tafsiri ya aya hizi ni kwamba na msichana aliyezikwa hai atakapoulizwa kwa kosa gani aliuliwa. Qur'ani tukufu imeinua thamani ya mwanamke baada ya kuonekanwa si lolote kipindi kile cha ujahilia. Tukiendelea na simulizi nzuri ya kipenzi chetu, basi wakamwambia Abdul Muttalib, vipi unaweza kuinua sauti mbele yetu? Sisi tuna watoto wa kiume bwana, na wewe humiliki hata mmoja wa kiume, una sauti ya kusema mbele yetu. Basi likamkera mno neno lile Abdul Muttalib, akawaambia, wallahi, na mimi naweka nadhiri kwa kuwa nyinyi mmenisuta na kunikejeli, wallahi la irrazaqani Allahu 'asharatan min ar-rijal, atakaponiruzuku Allah subhanahu wa ta'ala watoto 10 tena wakiwa wa kiume, la adhbahanna wahidun minhum, basi mmoja wao wa mwisho nitamchinja, qurbanan lillahi ta'ala, kwa ajili ya kupeleka hongera na hidaya ya kumpa Mungu ahsante. Ndugu yangu, ni maneno mazito. Kumchinja kiumbe siyo mchezo, na wanasema ahadi ni deni na nadhiri unabudi kuitekeleza. Basi siku zikazunguka tena na tena. Allah subhanahu wa ta'ala wala hakuwa mchoyo, akamruzuku Abdul Muttalib watoto 10 tena wote wa kiume kama alivyotamani. Na tukumbuke bwana huyu aliweka nadhiri kipindi ambacho hana hicho alichotamani kuwa nacho, na sasa alichokiwekea nadhiri Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekushampa. Sasa ikafika wakati wa kutekeleza ile ahadi, na watu waliamini kuwa atatekeleza ile ahadi, na asipotekeleza basi ahadi ile italeta madhara. Na Qur'ani tukufu inasema, natekelezeni ahadi, kwa sababu ahadi mlizoahidi zitaulizwa siku ya Kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wepesi wa kuzitekeleza ahadi zetu, amin. Basi Abdul Muttalib akapatiwa watoto 10 kama alivyotaka, ikabakia kutekeleza ahadi tu. Akawachukua watoto wake wote 10, akawatizama. Damu nzito, ndugu yangu, tuchunge sana ndimi zetu na hizi nadhiri ama ahadi. Nitafanya kadhaa wa kadhaa, nita. Ndugu yangu, ni maneno mepesi kuyatamka, ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mazito mno. Basi ile nadhiri ya kuchinja iliangukia kwa Abdullah ambaye ni baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdul Muttalib akajiuliza, hivi ni kweli nimchinje huyu mtoto mdogo? Kakosa nini huyu? Lakini akasema, kwa kuwa nimeahidi, wacha nitekeleze. Akamchukua Abdul Muttalib
Abdullah mpaka mbele ya Al-Kaaba. Kabla ya kutekeleza ahadi, akaamua kupitisha kura kwanza. Akachukua vitu vya kupigia kura, kimoja kimeandikwa naam, kimoja kimeandikwa la. Akapiga kura, ikatoka naam, mchinje mwanao. Akasema la, haiwezekani. Akasema natoa ngamia 10 kwa ajili ya kumkomboa mwanangu. Akapiga ya pili kura, ikatoka naam, mchinje Abdullah. Akatoa tena ngamia 10 akamkomboa Abdullah. Akapiga mara ya 3, ikatoka naam. Basi ikawa kila akipiga kura inatoka naam, naam, haitoki la. Basi kwa kule kumkomboa mwanawe asimchinje, alifikia kutoa hadi ngamia 100. Bado kura inasema naam, mchinje mwanao Abdullah. Nadhiri ni nzito mno, lakini mapenzi ya baba ni mazito zaidi. Ngamia 100 wametolewa, lakini kura bado haijabadilika. Kwa hakika Abdul Muttalib alikuwa katika mtihani mzito mno. Kulia ni mwanawe, kushoto ni nadhiri. Je, kipi akifuate na kipi akiwache? Ndugu zangu, naomba tukutane katika sehemu inayofuata insha Allah. Shukran.